Hapana bwana, nawe umezidi. Hakuna utakaolifanya kwako likawa jema, kila kitu unalaumu tu. Ali, wewe ni mtu mzima sasa. Wewe unaangalia na hali ya mtu kabla hujaanza kumlaumu. Hamna bwana, amezidi. Bora afe tu. Maana imeshakuwa kero. Kila siku lawama tu. Hajui kama sisi tuna kazi za kufanya. Muda mwingi tunatumia hapa nyumbani lakini bado mtu ana shukrani. Ah. Vipi kaka? Mbona leo nani katoa msaada leo? Tunataka tufanye sherehe kubwa sana. Sherehe? Sherehe nini? Unajua mama atakufa hivi karibuni. Kwa hiyo nataka akifa tu tufanye sherehe. Hivi kaka, umechanganyikiwa? Nilikusikia mwenyewe ukimwambia mama kwamba ni bora afe, maana amekuwa msumbufu. Na nimezungumza na mama, ameniambia atakufa hivi karibuni, siku yoyote na muda wowote. Kwa hiyo nimeona nifanye maandalizi mapema. Unajisikiaje? Na akifa tu nataka tukodi mziki mkubwa sana, kijiji kizima wajue kwamba tuna sherehe, wajue kwamba tumeutua mzigo, tumetoa usumbufu wa mama. Na tutachagua tumzike au tukamtupe aliye nafisi. Ila mimi nafikiri tumtupe ili akaliwe nafisi. Tuko ni adhabu tosha.
Bila shaka tujachelewa sana. Nadhani hata nyinyi ndio mnafika. Ngoja hilo begi tuone. Kila kitu kipo sawa. Mnaweza mkaenda. Nyinyi mmekuja, mmetukuta hapa. Kwa hiyo nataka mwanze kuondoka, nyinyi ndio sisi tutafuata. Kaka, nimba kidogo mimi. Kaka, naomba unisamehe sana. Niliongea vile kwa kuwa nilikuwa na hasira, ila sina maana kuwa namchukia mama. Mama anahitaji faraja kutoka kwetu. Kuna maneno anaongea kwa sababu ni mgonjwa. Sijui hata ilikuwaje. Hai. Unatakiwa kuwa kichwani. Wewe ni mtu mzima sasa. Unanipa hela unipi? Kwa kweli mimi hela sina. Na wewe unataka hela nini? Ni matumizi. Hivyo matumizi ambao kila siku ni hela matumizi. Matumizi yangu ya kawaida. Wewe mwanamke. Juzi umekuja, umetaka 50,000 nimekupa. Jana umekuja, umetaka shilingi 20,000 nimekupa. Na umedai kwamba unaenda kusuka. Unajua hii nywele imegharimu shilingi ngapi? Au unajua mpaka muda huu unadaiwa bei gani? Mpaka muda huu unadaiwa shilingi 20,000. Hivi wewe Sofia, hizi nywele kweli ni za kusuka za 60,000? Hela unanipa unipi? Sina bwana hela. Kwa nini unanikolomea? Sina hela. Chezi unanikolomea. Leo mimi sina hela. Unajua kwamba mimi nakupenda sana. Sasa mbona unanuna hivyo? Mimi wala sijanuna. Nipe basi hiyo hela. Hela mimi nakupa. Nipe. Kwa hiyo hii hela ndo hii hapo ni ya wiki hii hapa, lakini nyingine nitatarajia kupa wiki ijayo. Kwa hiyo unategemea mimi wiki nzima nitumie hela hii? Sikia Sofia. Hiyo hela ni ya wiki hii hapa. Wiki inayofuata nakupa na natarajia kupata pesa pia. Kuwa makini. Mwanzo asije kukupokonya.
baiskeli imenisumbua sana leo. Nunua pikipiki bosi. Tutanunua tu ndugu yangu. Mambo hayajakaa vizuri, lakini akikaa vizuri tutanunua. Eti. Naona ulikuwa unagawa hela hapo. Nigawie na mimi bosi wangu. Sema nini ndugu yangu? Na nitabilia vizuri kweli ya. Iko siku nitagawa hela tu rafiki yangu. Umeona? Katika vitu vigumu duniani kwa wanaume. Mojawapo ni kugawa pesa, kutoa pesa ya matumizi ya asubuhi. Lakini nini unajua? Hiyo ni kwetu sisi walaloi. Wenye pesa zao? Wala wana hata shida rafiki yangu. Wakati mwingine yani inabidi uwe kauzu. Yeye unaamka asubuhi ile umekunja sura, umekunja ndita hivi. Umeona? Yaani ili hata kitizama hivi yani aone ajisikie vibaya hata kuomba hela. Lakini ukimchekea hivi, atakuomba 50,000 ya saluni. Ubaya unakuja vipi? Wewe pale unatia usura ya ukauzu, au sio? Alafu linakuja jitu mzee linakuja linajichekesha kweli mzee. Tulaini. Unapogonywa. Chombo inatembea. Hapo ndio inakuwa changamoto. Si chance. Gani madili? Ndugu. Madili? Madili wapi rafiki yangu? Matatizo tu. Matatizo gani wewe umetoka unagawa hela hapa ndugu yangu. Alafu katikati ya mwezi hiyo unaitoa wapi? Wewe gani leo unazingua rafiki yangu wewe. Nakupigia simu. Halo? Bado hajafika sasa. Sijaona mtu. Basi haina shida. Basi hapa nishaona. Hapo. Vipi mbona kama mnafanya biashara pembe za ndovu? Kama nyara za serikali au kama mnauziana nyara za serikali? No bwana. Sema nini? Huyu jamaa huyo. Nafanya naye shughuli moja hivi haya madawa haya nilium. Madawa kama madawa ya meno, masabuni yale. Unajua madawa ya fungus ndio nafanya naye shughuli hapo. Unakoga na mbwembwe na dawa zenu hizo? Utafikiri mmesomea udaktari. Dawa moja inatibu fangasi, inaondoa vipele mwilini, harufu ya meno, inaimarisha meno, yani makorokocho kibao. Dawa moja. Sema, yani kikubwa ikoje? Haya maisha ndugu yangu. Bila kuwa na ujanja fulani, utoboi kwa kweli. Utaishia kuona nzio tu ndugu yangu. Ila kizuri ni kwamba watu wanatuelewa afu na wananunua bidhaa zetu. Hiki kikao kinani kakitisha?
Shangazi, ni mimi nimeitisha hiki kikao. Haiwezekani. Wewe kama ulikuwa na jambo ungenitafuta mimi mjomba, mimi ndo naitisha kikao, lakini wewe na udogo wako wote wewe unatuita kikao sisi. Samahani mjomba, kwa hivyo nimekosea. Japo kakosea, hebu tumsikilize anayetaka kuyaongea ili ayamalize tukafanye shughuli zetu. Kuna jambo niliona tushirikishane. Unanikuhusu mama. Nafikiri wote tunafahamu kwamba mama anaumwa na hali yake sio nzuri mpaka sasa hivi. Wakati mwingine tuwe wa kweli na tuwe wa wazi. Huyu dada yangu mimi ambao mama yenu nyinyi ameanza kuumwa muda mrefu. Kama ni madaktari wameshahangaika sana na sisi tumeshahangaika sana kutoa michango tutoa. Nakumbuka vizuri mjomba, na najua kwamba ulikuwa unajitoa sana, ulikuwa ukitoa hela nyingi. Maana nilikuwa niko mbali, ukapiga simu nikakutumia 3000. Ukaja ukapiga tena simu huku na mchango nikatuma tena 2200. Nimerudi hapa bado hata sijapumzika, mkanikuida tena mchango nikatoa 800. Tunashukuru sana kwa hilo, lakini sasa bado, yani hali ya mama bado. Mara mwisho tumeenda hospitalini, daktari amesema inabidi abadilishiwe figo. Wewe unaona figo kama mchezo? Hiyo figo shilingi 7000. Kwa maelezo ya daktari amesema kwamba ili mama aweze kupona kabisa ni kwamba inatakiwa kama, amesema haiwezi kuzidi milioni 4. Mama ni milioni 4? Ndio maana nikawaita nyinyi kwa sababu sisi pekee yetu hapa hatuwezi. Mama yenu ana mdomo sana, halafu hana shukrani. Nasikia hayo. Ni kweli, lakini shangazi, mama unajua anaongea mambo mengine, anaongea kwa sababu ya ugonjwa. Sababu ya ugonjwa. Lakini kinachonichanganya pia ambacho kimesababisha mimi mpaka niwaite ni gharama za matibabu. Hapo sasa ndo patamu. Maana tulikuwa tunakusanya michango, tunachanga michango, hatuambiwi kwamba gharama shilingi ngapi, imetumika shilingi ngapi, imebaki shilingi ngapi. Umeona? Mimi nimetoa mara 3. Umeona? Sijawahi kusikia gharama ni shilingi ngapi. Lakini ndugu zangu, sawa, mimi naongea katika ule ukweli. Ninapokuwa mkali nakuwa mkali kweli kweli. Lakini nyie mnapoona hali ya huyu dada yangu, kweli ni wakupona? Yaya lonji mwenecho ya kupona mwanako. Miaka mingapi anaumwa? Na nyinyi wajomba zangu mwe mnaangalia vitu vingine. Huyu mgonjwa sio wa kupona. Tumwachie Mungu naye afanye maamuzi. Tufuate shughuli zingine. Mjomba, shangazi na bibi, mimi nawashukuru kwa kuja kutusikiliza. Lakini na nimewaelewa na hicho mlichosema. Mimi na mdogo wangu tutapambana ili mama apate matibabu. Lakini sipo tayari kumwona mama yangu anakufa kwa sababu ya gharama za matibabu. Nitajua nitakachokifanya. Nitapambana ili mama yangu aweze kutibiwa. Asanteni, niwashukuru tu. Sawa. Haya. Mchana mwema. Yaya. Ale sante. Ali mdogo wangu, tumebaki wawili. Tunatakiwa tupambane kwa ajili ya mama. Ndugu zetu wote kama unavyoona, wote wametuacha, wote wamekata tamaa.
Onekana maneno ya mjomba amekuudhi sana. Kaka, una uhakika kwa mama atapona? Sina maana mbaya na wala usinifikirie vibaya. Waliosema ukweli unauma huwa nawaelewa sana. Ali, wapi tena sasa hivi? Ungempikia mama sasa hivi, mimi naenda kazini. Ali. Ali. Ali, sijui una nini mdogo wangu. Hukui kichwani? Chazi, hivi umewahi kumkatia tamaa mgonjwa unayemuuguza kwa sababu unahisi hatapona? Yaani acha mawazo ya kijinga. Nani anakuambia kwamba mgonjwa hatapona? Kwa sababu umemuuguza muda mrefu, hapati nafuu na wala haponi. Sikia gani? Maradhi ni mitihani ambayo Mwenyezi Mungu ametupa ili kutuimarisha kati ya mgonjwa na muuguzi, lakini hapo hapo katikati shetani naye huingia kujitwalia utukufu wake. Kwa hiyo unataka kuniambia sio vizuri kumkatia tamaa mgonjwa? Hapana, sijasema kwamba sio vizuri kumkatia tamaa mgonjwa, ila ni dhambi kubwa sana ndugu yangu, tena haina tofauti na dhambi ya mauaji. Hivi gani? Kwa nini umeniuliza swali? Hamna, kawaida tu. Kawaida. Kwani mama anaendeleaje? Mama bwana, hali yake mbaya. Bado hali yake si nzuri. Mama bado anaumwa sana. Lakini Gano, hivi kwa nini msingeshirikisha hata ndugu? Kwa sababu mkijichanga mama anaweza katibiwa, tapata mama atatibiwa. Milioni 4? Milioni 4? Lakini sio mbaya. Ushanielewa? Kwa sababu kuna watu wanaugua ugonjwa wanatibiwa kwa milioni 80. Lakini ni kwa misaada ya wasamaria wema, kwa kupitishwa michango. Ndugu zangu wote wamekata tamaa. Wamemkatia tamaa kabisa mama. Mpaka mwanae wa kumzaa Ali, yani mdogo wangu mimi wa tumbo moja. Mgano, kesho nitakuja nyumbani. Nitakuja kukutembelea. Kuna jambo nataka tuongee mimi na wewe. Kuna kitu lazima tukifanye. Nimekuelewa. Jamaa amemuuguza sana mama. Anajuaga muda wote mimi na hela tu bwana. Vipi baby? Safi. Asante. Kuna kama una fly.
Ndio nimekuja kuchukua hela. Toka nikwambia uje lini? Sasa mimi nimeona toka juzi jana sina hela ya kutumia, ndio maana nimeamua kuja kuchukua. Sikia Sofia. Mimi hapa sasa sina hela. Unajua nikwambie kitu? Yaani kuna watu wengine wapumbavu sana. Wanaume wengine wajinga. Yaani mtu unakuta mume wa mtu lakini anakuwa anakung'ang'ania na kukwambia mimi ukinikubalia naweza nikakupa 200,000, 1,500,000. Kwa mimi yani sipendi vitu kama hivyo, ndio maana nikaamua nije kwako kuchukua. Lakini sasa mimi ni hela ndogo sana kwangu. Mimi naondoka. Hiyo ni hela ndogo sana kwangu. Mimi nilikuwa nataka shilingi 50,000 ndio ilikuwa inanitosha matumizi yangu ya leo siku nzima. Lakini kumbuka, mimi sina kitu nzio Sofia. Mimi siwezi kuondoka na hiyo. Mambo mengine basi pitia hata baadaye. Sasa mimi sitaki. Hii hela mimi hainitoshi, ndogo sana bwana. Tatizo naye ndugu yangu naye mwanamke bwana. Niende. Lakini si unajua kwamba hii ni hela ndogo sana, ilikuwa haijafikia kwenye kiwango changu chukua na kitaka Basi baadaye tena nitakuja kuchukua. Hapo. Angalia. Baadaye tu naenda mjini mara moja saluni narudi. Sichukui, sipotezi muda. Muda mfupi tu nitakuwa nishafika. Hapo. Haya, kazi njema. Hiyo ndo hali ya mama. Kama unavyomwona, mama anaumwa sana. Lakini kinachonifurahisha huwa na gani? Kuja kata tamaa. Na kama usikate tamaa. Ni kweli sijakata tamaa, lakini sina cha kufanya. Nabaki kuumia tu na kumtizama mama. Sina pesa ya kumpeleka kwenye matibabu. Unajua Bwana Gana, kuna wakati mwingine unaweza kufanya jambo au kitu usichokipenda, lakini kwa ajili ya mtu unayempenda. Kama unavyoona, hali ya mama ni mgonjwa. Na hapa huna msaada wowote hapa. Hakuna mtu wa kukusaidia. Maana yake ni kwamba wewe ndo tegemeo lake. Furaha yake ni wewe. Na tumaini lake ni wewe. Tatizo ni umaskini, ndugu yangu. Kipato duni. Natamani kumsaidia mama lakini siwezi. Bwana Gana, ushawahi kufanya kazi ya kukaba, kupora au kuiba? Kuelewa na maana gani? Hiyo ndo kazi ambayo mimi naifanya. Lakini kama utakuwa uko tayari, wewe nifuate uniambie, ili nikupeleke kambini. Na ukiwa uko serious tu, ni miezi 6 na kuhakikishia mamako anakuwa ametibiwa.
Gano, acha binafsi, fikiria na mama yako. Hilo swali fikiria mara mbili. Shemeji. Pole. Pole ya nini shemeji? Simaji hayo. Kazi zetu hizi tushazoea. Vipi mama anaendeleaje? Mimi mwenyewe hata kwa kweli sielewi. Labda muulize mumeo, maana ndio huwa yuko busy naye sana. Shemeji, sio kwamba sijaja kwa makusudi. Kuna vitu vilikuwa vimenibana kidogo ndio maana sijaja. Usiwaze sana wala usijali shemeji. Maana kila mtu amechoka. Mama hata umfanyie nini ni lawama tu. Samahani shemeji, tunaweza tukaongozana nyumbani? Kuna jambo nahitaji tuzungumze. Kwa leo shemeji haitawezekana, maana kuna mahali naelekea. Kwa nadhani kesho tutaonana. Gano. Samahani, naomba tuzungumze. Pole na majukumu ya kumuuguza mama, na pia naomba unisamehe sana kwa sababu nimewachia majukumu pekee yenu ya kumuuguza mama. Shakusamehe. Naomba nirudi kukusaidia nikamuuguze mama. Kwa nini umeamua? Sababu nimeona uko peke yako. Nimekutana na Ali. Naona kama anakucheka unapohangaika kumuuguza mama. Hata mimi nimefikiria sana. Nimewaza mume wangu, nikakuonea huruma. Nafikiria mama anaishije unapokuwa haupo. Umeenda kazini. Mama anaishije? Mama hawezi hata kukaa peke yake. Hawezi mama, anahitaji msaada wetu. Naomba uniruhusu niende nikamuuguze mama. Tunamlilia Justa
sababu Yusta alikuwa haonekani nyumbani. Ulikuwa wapi? Ulikuwa unaenda kucheza? Haya, tumenyamaza. Nasikia? Ila mama ndo alikuwa analia, sio baba. Baadaye. Bye. Nasikia kuna mzami anakuja kutafuta vipaji vya ngumi hapo. Ukiwa na kipaji, pambana. Usisubiri watu wakusaidia. Tatizo hela. Na hilo ndo tatizo la wengi. Una kipaji, alafu unasubiri watu wenye pesa wakutafute badala ya wewe kuwatafuta. Okay, tuachane na hayo. Hebu niambie. Hivi Ali, mama unamhukumu kwa tabia zake au unamhukumu kwa makosa aliyokufanyia? Sikia nikwambie, huyu ni mama yetu sisi. Kumkatia tamaa ni sawa na kumhukumu au kujaribu kumuua kwa makusudi. Ina maana hukumbuki zuri hata moja alilokufanyia? Au ni mabaya mangapi mama aliyokufanyia yanayokufanya umkatie tamaa? Nitajie moja tu. Mama hajawahi kukuchukia. Kwa nini wewe unamchukia? Au ugonjwa ule ameuomba? Ali mwanangu. Mama. Gano mwanangu. Mama. Maumivu ninayoona ndani ya mwili wangu sijui nifananishe na kitu gani hapa duniani. Nimechoka kulala, nimechoka na maumivu. Mama, tunajua unaumia. Sijali utapona mama. Wakati mwingine nawakera kwa maneno yangu, basi kama napenda. Wakati mwingine naumia kwa miaka inakatika, niko kitandani tu. Siku niliyokuwa na furaha ni siku ya harusi yangu na siku niliyojifungua nyinyi wanangu. Baba yenu alininyanyasa sana. Siku 7 kwangu ilikuwa ni siku za vilio. Nyumba niliona kama gereza la maisha yangu. Nilijitahidi kama mama kuwalinda wanangu. Nilipigana na baba yenu alipotaka kuwapiga wanangu. Niliamini nyinyi mtakuja kunifuta machozi kwenye mama yenu. Mungu kawapa afya njema. Dana, tena wewe ndo mkubwa, lakini hakuna ninachojivunia kwako. Ninawatunza na kuwatetea. Nimepigana kwa ajili yenu. Nimeacha na mimi naingia kitandani.
Kwa nini mnanichukia wanangu? Kwa nini hamnipendi? Samehe mama. Wewe bado mdogo, sio kosa lako. Samahani mwanangu, gani nateseka mimi, usinichukie. Acheni. Umekuja? Umekuja? Sikia, kuwa serious. Huko hakuna utani. Kwa ujio huu hawezi kuwa na tumsubiri boss. Karibu. Bosi akija usimwambie kama ndio nilikuleta. Kwa nini? Wewe jifanya unatafuta kazi. Ila usimwambie kama ndio nilikuleta. Nani amekuja kufanya nini hapa? Mimi natafuta kazi. Nimemkuta hapa na msala amekuja kutafuta kazi. Wewe unamfahamu wewe? Mimi simjui kabisa. Mimi nimemkuta. Simjui. Simjui. Umekuja kufanya kazi gani? Mimi ni mlinzi. Unalinda kwa kutumia silaha au? Ndio. Silaha, naweza kutumia silaha na pia bila silaha. Unaweza kunionyesha kutumia bila silaha? Ndio. Kwa hiyo ukaona ukivaa hivyo utakubaliwa kazi? Mama, sijui kwetu. Bibi atakapopona. Kwani bibi atapona lini? Mama, bibi atapona lini? Mungu atakapoamua. Kwani Mungu ndo kamgua ugonjwa wa bibi? Hapana mwanangu, haya ni majaribu tu. Majaribu? Majaribu ndo nini? Shemu. Habari za kushinda. Safi, mambo vipi? Safi kweli. Kweli na mzima. Mimi mzima. Marhaba, ujambo mwanangu? Nimekuletea zawadi. Mwanangu bwana, una maswali wewe. Ngoja nikwambie kitu. Zawadi huwa anapewa mtu aliyefanya vizuri sana, na vile vile zawadi huwa anapewa mtu anayependwa sana.
Kwa mimi nimekuletea zawadi kwa sababu nakupenda mwanangu, eh? Mama bila hajagaia. Na wewe unapenda tu tunaishi kwa maswali tu, kila siku maswali. Hebu nenda kajisomee. Shemeji, mtoto anapouliza huwa anataka kujua, kwa muache. Sawa, anataka kujua. Amezidi bwana. Okay, sasa kuna kiasi hichi kidogo cha hela hiyo kwa ajili ya matumizi hapa nyumbani eh? Hiyo utaongezea hapo kwa ajili ya matumizi hapa nyumbani eh? Na hii kwa ajili ya matumizi ya hapa ya mgonjwa. Zote hizi? Kwani yeye yuko wapi? Yeye ameniambia kuwa kesho anaweza akarudi. Sawa. Ciao. Mwanangu. Love you. Bye. Gano mume wangu. Unafanya kazi gani? Hivi ni kwa nini mliamua kuchagua kiongozi mdogo kama huyu? Yaani kwa umri ni mdogo sana na tatizo ndugu yangu huko hakuna uchaguzi huko. Huyo ni mtoto wa bosi. Mtoto wa bosi leo. Sema dingi yake ndo anaendesha hizi hapa shughuli zote hizi. Ila yeye ndo atasimamia. Ila nimependa sana kitu kimoja kwamba ni mtu mkarimu sana. Mtu mwenye huruma. Ana roho nzuri. Ana huruma. Haya. Wewe. Wapi? Na shida na bosi. Bosi yuko wapi? Bosi wa nini? Na shida naye. Shida gani? Kuna mambo nataka niongee naye. Mwacheni aje. Mama hapo. Nakusikia. Na shida bosi. Yenyewe namsikiliza kila mtu. Hiyo ndio kitu ambacho wengi hawana. Sasa kishakuwa na uongozi fulani. Una shida gani? Natafuta kazi. Kazi gani? Kazi ya kuuza madawa ya kulevya. Wewe. Ana roho nzuri sana. Mtoeni mkampe kazi. Ndio huruma ya bosi ilivyo. Bado kampi kazi huko. Yusta, uogopi kwangu? Ndio, siogopi. Basi kuanzia leo wewe ni kamanda. Hakuna kitu Yusta. Kitu tena Yusta. Wewe ni kamanda Yusta. Msie mkaniangukia bure na ukamanda wenu. Mama, muoga kama hivi. Umeona yeye anaogopa kuvunjika kwa yeye sio kamanda. Mimi ndo kamanda.
Shemeji, unapenda sana watoto, kwa nini usioe na wewe ukaa na mke wako ukapata watoto wako? Umri umeenda ujue. Shemeji, unajua kuna wakati mimi nikifikiria huwa naumia sana. Kwa nini? Mdogo, usikii unauliza mama kwa nini naumia, si ndio mama? Shem, mimi nibahatika kuzaa tena mtoto wa kike. Mdogo, ulizaa? Namaanisha kuna mwanamke nilizaa naye. Wako wapi? Kwani baba mdogo kuzaa ndo nini? Kuzaa ni alinunua mtoto kama shangazi yako yule wa Dodoma. Sijui sasa hivi wako wapi. Na sikuwa nataka kuwaona kwa sababu kwanza sikuwa na pesa kuwatunza. Vile vile hata sikuwa nampenda. Mdogo, ina maana ulikuwa hata mimi zawadi. Hebu nyamaza wewe, wakubwa akiongea unanyamaza. Wala. Sijui sasa hivi wako wapi na sijui sasa hivi wanafanya nini. Sasa hivi ndo nagundua kuwa nampenda. Kwa kweli akili ilikuwa ya utoto. Shemu, wewe acha. Lakini ukiwataka unawapata, si unaulizia ndugu zake? Shemeji, niliwaletea dharau na wewe mwanamke ndo hataki kabisa hata kunyoa. Hebu lete mzigo. Victor, mzigo umetuma mtu kaja kuchukua mzee. Acha ujinga ujue. Victor, nimeshampa mtu dakika 3 hajapita hapa katoka na mzigo, sasa hivi umemwagiza mtu mzee. Tena mzigo gani? Hata kweli ndio yule mko tumekutana naye pale. Ndio maana alikuwa akajifunika kofia kichwani. Fukuza haraka sana. Amani.
Gano, sikuwa nakuamini sana, ila kwa sasa nikwambie karibu kambini. Wiki 2 zijazo kutakuwa kuna ugeni wa kitaifa unakuja hapa. Ugeni huu tukionyesha ukarimu, wakatuamini kama taifa, basi kazi zao zote za kitaifa zitakuwa juu yetu. Na kwa maana hiyo tutakuwa kama kiwanda cha pesa. Kwa bahati mbaya sasa, wale mbwa ndo wamepewa dhamana ya kuwakilisha taifa, na ndo watakaopokea ugeni na kusambaza kokeni nchi nzima. Hapa lazima tufanye kitu, sitegemei kuangushwa. Lazima tujipange, tufanye jambo. Nadhani tumeelewana. Milioni 4 kwangu mimi ni nyingi sana. Fanya kazi, utapata pesa nyingi zaidi ya hizo unazotarajia. Kama ukinikopesha pia alafu nikifanya kazi utakuwa unanikata huko. Wewe fanya kazi, ukipata pesa unatunza. Nimesikia na mdogo wako ni mpambanaji. Hapana, sio mpambanaji, hajui kabisa kupigana, hawezi kabisa. Namhitaji sana. Umeondoka na ikiwa hali ya mama unaijua vizuri sana, lakini umeenda huko umekaa, umerudi hapa hata kuuliza hali ya mama hakuna. Mimi siwezi kukaa hapa wakati sina pesa na mama anaumwa. Lazima nichoke niende nikatafute pesa. Hiyo kazi unaoifanya ni kazi gani? Unafanya kazi gani na kuuliza mume wangu? Wewe mwenyewe umemsikia mama akiongea kwa mdomo wake kwamba mimi mwanae simpendi. Mimi kweli mimi simpendi mamangu mimi yangu. Ana mke wangu, nipo tayari kufanya lolote ili mamangu apone. Kitu chochote nitafanya mama apone. Mamangu anaumia, mamangu anateseka kila siku, mama analalamika maumivu. Mimi naumia. Mimi mwenyewe napenda nimuone mamangu ana furaha kama wanawake wengine. Hata siku moja mama inuke kitandani ashangilie, mama aseme nimepona, mama agalegale chini kwa furaha. Hapo atasema mwanangu Gano nakupenda. Na mimi siku hiyo nitalia kwa furaha. Tafikiri tafanya sherehe siku hiyo. Siwezi kukaa hapa nyumbani nimekaa tu sifanyi chochote, mamangu anaumwa. Na analalamika aseme mwanae simpendi. Anayekupa hela ni nani?
Mama. Mama. Sio bure, lazima atakuwa anapewa hizi hela na mwanamke. Mimi nina miaka mingi na baba yangu kwenye hii kazi. Mali zote mnazoziona ni kwa sababu ya hii kazi. Labda niwahakikishie kila mmoja hapa kati yenu, nataka baadaye kila mmoja awe ana gari, ana nyumba yake. Kifupi muwe mna maisha mazuri. Chazi, nilikupa kazi. Ile kazi nishaifanya na nishapiga survey maeneo ambayo nimeona yako vizuri. Okay. Kifupi iko fresh. Na kutegemea, sio huyu tu, wote nawategemea. Cha muhimu ni kupiga kazi.